akatoa zaka zinazostahili kutolewa zaka, sivyo vile tunapotoa zaka. Na maal asaf, sisi wenyewe ndio ambao tunasababisha watu watupatie zaka vile tunavyopewa na wale walio na mali kutoa zaka zao, zaka za udhalilifu. Hata ikiwa tuna njaa, Waislamu, hata ikiwa tuna njaa, tujaribuni kuzuia nyoyo zetu sisi kutokamana na njaa tulizo nazo. Wallahi inasikitisha kwa wale wanaotoa zaka zao ama wanaotoa chakula chao kwa udhalilifu na ubabari na ujababili, kwa kuonyesha kwamba binadamu una njaa kama tuna njaa sote. Huenda tunalolitoa sisi mbele ya Allah kukawa hakuna chochote. Huenda kile tunachokitoa tunaona kwamba ni kizuri kwa zaka zetu ama sadaka zetu tunazozitoa, tunaona kwamba sisi tumepata, yule anayetoa akawa hana kitu chochote. Na Mwenyezi Mungu amelitaja hilo ndani katika Qur'an, mathalul ladhina, wale watu ambao wanaotoa mali yao kwa udhia na kusimulia, watu kama hawa ni kama mfano wa jiwe lililowekwa mchanga juu yake. Jiwe kama hili likanyeshewa na mvua, likapiga mvua kwenye jiwe. Je, waonaje mchanga ulioko juu ya jiwe utabakia? Bila shaka mchanga huo utaanguka chini na kutakuwa hakuna kitu. Hivi ndivyo Allah anavyotuambia katika Qur'an, wanaotoa mali zao wasitoe kwa kudhalilisha umma. Na sisi tunawapewa, tusionyeshe kwamba tuna ndaa ya kupita kiasi. Tunapewa kwa udhalilifu, tunapigishwa malaini ambayo Uislamu umekataza. Kama minan nasi yunfiquna amwalahum, ni wangapi wanaotoa mali yao bila sisi kujua? Ni wangapi ya watu walio matajiri tunawajua biasmaihim wa sifatihim, kwa majina yao na sifa zao, kwamba wao ni mtu fulani na kwamba yeye ni tajiri, anatoa mali yake hata wengine hawajui, na anawapatia binadamu na anawapatia wale mafukara ambao wanaostahili kupewa. Lakini hizi sadaka ambazo zinazotolewa, hizi zaka ambazo zinazowekwa kila mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuletewa sisi tulio na njaa na tuonyesha kwamba sisi tuna njaa. Mwamunaji wa Islam analeta sadaka zake kwa udhalilifu, mwachieni watu, mwachie mwenyewe, atampatia nani baada hapo? Lakini kwa kuwa binadamu wamekandaa mbele usoni mwao, mtu anakwenda kudhalilishwa. Mzee, mama, kinyanya hawezi hata kutembea, anakwenda kudhalilishwa na kibarobaro tu hivi, kwa sababu Mungu amejalia yeye ndiye mwenye kusimamia, mwenye kutoa mali hizo ambazo anazitoa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barobaro huyu ama mtu kama huyu, yuamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, waonaje nikishuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki, na nikishuhudia kwamba wewe ndiye mtume wa Allah, baada dhalika nikifunga swala 5 kwa siku na nikitekeleza zaka zinazostahili kutolewa na kutekelezwa, na nikafunga mwezi wa Ramadhan na nikasimama katika usiku wa mwezi wa Ramadhan kwenye swala tarawih, kwenye swala tahajjud, tukasimama Waislamu, famimman ana, mimi nitakuwa katika grupu la watu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, minasiddiqina washuhada. Wewe utakapotekeleza hayo utakuwa ni katika miongoni mwa wale wa kweli na wale ambao ni mashuhada waliosimama kupigania dini ya Allah. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, qad aqbala shahru Ramadhan. Hivi ninavyowaambia, mwezi wa Ramadhani tuko ndani nao na tutembea nao